Nyinyi wabunge mna shida gani jamani? Nyinyi wabunge mna matatizo gani? Nyinyi wabunge mnavyokuwa mnatoa hoja zenu, mnajisikiliza kweli? Mnajisikiliza? Watoto wenu wanawatazama, wake zenu wanawatazama, ndugu zenu wanawatazama, taifa linawatazama. Nyinyi wabunge mnaacha hoja za msingi kama hoja alizotoa Bishop Gwajima, kutekwa kwa watu, kuuawa kwa watu, kuchinjwa kwa watu, kupotea kwa watu. Mnaacha hoja za msingi ambazo zingetakiwa zichambuliwe bungeni, ziongelewe bungeni, utatuzi wa haya matatizo katika taifa, watu wasipotee, watu wasiuawe, watu na familia zao wanapotea. Mnaacha hoja za msingi kama hizo. Nimeona mbunge mwingine sio navuta bangi, sio ni bangi ya wapi anavuta, sio ni Arusha ama sio ni bangi ya wapi ya Mwanza. Wewe kweli mbunge na akili zako, hata familia yako inakutazama, watoto wako wenyewe wanakutazama. Ni kweli hoja ya kusema kwamba wabunge plate number za magari yetu ziwe private plate number? Are you okay? Uko sawa? Yani wananchi wamekuchagua, kwanza hata jimbo lako nalizalilisha. Wananchi wamekuchagua uende ukawatetee wao, unatetea magari yenu. Yani unaangalia maslahi yenu, matumbo yenu ndo mnatetea. Kwamba unasema magari ya wabunge yawe na plate number maalum, special plate number za wabunge ziwakilishe ninyi. Mnaenda kwenda, yani unatetea magari yenu. Magari ni bora kuliko nafsi za watu. Kuendesha magari ya kifahari, plate number special za wabunge ni za maana kuliko roho za watu. Uoni janga, watu wanauawa, watu wanapotea wakati kama huu mgumu, nyinyi mnaanza kudai haki za magari. Kwa hiyo ni halali kudai haki za plate number kuliko haki za watu, nafsi za watu zinazopotea pasipokuwa na hatia. Mbunge mwingine wa darasa la 7. Na ndio maana pia na bungeni tuchague watu wenye akili. Tupeleke watu wasomi waliosoma. Mpaka darasa la 7 bungeni anafanya nini? Darasa la 7 bungeni ana nini kichwani? Sini takataka tunapeleka bungeni. Tunapeleka takataka bungeni. Darasa la 7 ana nini? Ana nini ndani? Kichwani ana nini? Wana sasa pumba anazoziongea bungeni. Eti anasema hata ni aibu kuongea. Ni aibu, tunaibisha taifa. Tunaibisha taifa. Wewe tumekupeleka bungeni ukatetee maslahi ya wananchi, hoja za wananchi. Unaenda kupeleka kutetea mke wako bungeni. Unatetea mke naye awe VIP kama wabunge mlivyo VIP. Kwa hiyo unapeleka mke wako bungeni. Unatetea tumbo la mke wako. Tumbo lako unalitetea na tumbo la mke wako na tumbo la watoto wako. Nyinyi wabunge msijiangalie nyinyi. Angalieni wananchi waliowaingiza bungeni. Wananchi wamewapeleka bungeni ili kero zao zisikike bungeni. Nyinyi ndo mawakala wa wananchi. Nyinyi ndo wakilishi wa wananchi. Msiongelee matumbo yenu, msiongelee magari yenu, msiongelee wake zenu. Ongeleeni matatizo, hoja za msingi kama alizotoa Gwajima. Wananchi wanapitia wakati mgumu. Wananchi wanapitia kwenye mateso. Watu wanapoteza ndugu zao. Mbona watoto wenu hawapotei? Mbona familia zenu ziko salama? Teteeni wananchi. Acheni pointi za kijinga jinga. Mnatetea magari, mnataka magari plate number za nini, takataka hizo. Ongeni vitu vya msingi bungeni. Gwajima ameeleza point kifungu kwa kifungu. Ameeleza pointi za kuweka hoja ya msingi. Si kwamba Gwajima anajitetea yeye na kanisa lake la ufufuo na uzima. Gwajima anatetea nchi nzima. Ndivyo kiongozi anavyotakiwa. Kiongozi anatetea watu anaowaongoza. Sio kiongozi anajitetea yeye mwenyewe na familia yake. Gwajima ni kiongozi. Mkubali, mkatae. Gwajima ndio kiongozi. Anayehatarisha maisha yake kwa ajili ya watu wengine. Sio nyinyi mnaangalia matumbo yenu. Mnaangalia watoto wenu wasome Ulaya, mnaangalia familia yenu waishi maisha mazuri, wananchi wanalia. Nyinyi wabunge, nyinyi wote nyinyi ni wa kutoka bungeni tu. Tuingie wananchi wenyewe bungeni, tujenge nchi yetu.